Diego, tangia ufike kazini, haujafanya kazi yoyote ile hapo. Umekaa tu hapo. Unajua bosi wako akitokea hapa akikuta umekaa tu, unajua itakuwa balaa. Yuza, tangia nifike hapa kazini, leo sina muda ya kitu chochote kile. Na isitoshe naona kwamba muda unaisha, siku zinaenda, hakuna kitu chochote kile ambacho tunachokipata hapa. Hivi umeridhika na haya maisha? Hapana Diego, sijaridhika na haya maisha. Na najua ni kiasi gani ambao ugumu tunaopitia sisi. Ipo siku tutafanikiwa tu. Sawa, nikuelewa, ila mimi naona leo siwezi kuendelea na kazi. Ondoka nyumbani. Tunaona nyumbani, sawa? Baba, umeondoka mwaka wa 3 sasa. Ila upande wangu naona kama jana baba. Sijakusahau baba. Sijakusahau baba. Sijakusahau kabisa. Hakuna kitu chochote baba unachoniachia zaidi kuniambia kwamba Mungu yupo ataniona, lakini yupo wapi Mungu baba? Simuoni Mungu baba. Napata shida baba. Kiseka ulimwenguni baba, umeacha. Umekufa, nimeshindwa hata kukusaidia mwanao. Nimeshindwa hata kukusaidia matibabu mwanao kwa umaskini wetu baba. Ila nakuahidi nitafanya jitihada zangu juu chini kwa njia yoyote ile nivunje pingu za umaskini katika maisha yangu baba. Nakuahidi. Naondoka sitorudi tena kuja kulia mbele yako baba. Na hito kwa mara yangu ya mwanzo na mwisho kulia kwa ajili ya haya maisha baba, nitafanya hivyo vyote. Diego. Bibi. Diego, umezingua sana leo. Pale ulipoondoka tu, boss kaja.
Yuza! Diego! Yuza! Yuza! Boss. Na boss. Yuko wapi mkumba mwenzako? Samahani boss. Diego hayupo sawa, leo ni siku ya 3. Na leo kawahi kazini lakini kashindwa kufanya kazi. Karudi nyumbani kwenda kupumzika. Ila nakuahidi kesho tutamaliza kazi zote. Eti Diego alikuja kazini lakini hayuko sawa kiafya, aliwahi nyumbani kwenda kupumzika. Hivi mnafikiria kwamba hii kazi ni ya baba yenu? Mnajua majukumu yenu na mnafahamu kilichokutoani nyumbani na kuja hapa? Leo gari ya watu natakiwa bado mnaniambia kwamba Diego alikuja kazini amerudi nyumbani hayupo sawa kiafya. Sasa nisikilize. Nasema hivi, kuanzia sasa hivi wewe na huyo mjinga mwenzako kazi hamna. Wote rudini nyumbani mkapumzike. Nitatafuta mafundi watakuja kurekebisha kazi za watu. Sihitaji ujinga kwenye kazi yangu. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Sihitaji upumbavu. Naomba uondoke. Rejesha kila ambacho ni cha kwangu. Ondoka katika ofisi yangu. Lakini bosi, sisi tutapata wapi tena? Lakini bosi sisi sasa nasema hivi, ondokeni. Kazi hatuna. Na kodi inakaribia kuisha. Sijui tutaishije rafiki yangu. User. Hivi yule bosi alichukuliaje labda? Laiti mimi ningekuwepo, angezungumza maneno hayo mbele yangu. Wallahi nisingekubali. User, nisingekubali. Yaani lazima tungebadilishana majengo ya serikali. Yaani mimi ningeenda jela, ningeenda mwanjwani. Yaani lazima. Unajua fika User, mimi sipendi dharau. Nimeshatokea sasa. Hatuna muda wa kujadili tena. Tufikirie maisha mengine. Hebu acha niende chooni nikakoge. Sijui maji sijui kama hiyo. Sisi kaona kutufukuza sisi kidogo kapata. Mwache basi akana maisha yake. Chilale zangu mimi. Sasa zangu kibao. Wewe nani? Mimi ni Ibilisi. Usiniogope. Nakujua kabla kuzaliwa kwako. Nipo duniani karne na karne. Ujio wangu kwako ni kukutoa kwenye giza na kukupatia kila ukitakacho. Nguvu na mamlaka duniani. User! Wewe una matatizo gani wewe? Kuna mtu alikuwa amesimama mbele yangu hapa User. Unajua Diego, mimi sikuelewi wewe. Yuko wapi wewe mtu alosimama mbele yako? Kuna mtu alisimama hapa mbele yangu amevalia magumu meusi, amejitambulisha kwa yeye Ibilisi. Mimi nahisi wewe ushaanza kutumia bangi siku hizi. Na kama hujatumia bangi, huko unakoelekea utakuwa chizi. Wacha nikatafute chakula ni. Bora niache sasa. Ningoje bwana.
Priska. I'm good. Yeah, I'm good. Babe. Jana nilikupigia sana simu yako, lakini ukawa upatikani, na nilijaribu kumpigia user. Akaniambia kuwa siku hizi umekuwa tofauti. Yaani hakuelewi. Kwani shida nini babe? Priska, unajua kuna muda, kuna vitu haupaswi kila jambo kulielezea. Tunaviacha tu vipite. Tuachane nayo. Vipi kuhusiana ile pesa tuliongea? Niliongea na baba, nilimpigia akaniambia kuwa ataitumia leo. So promise babe, akinitumia tu nitaituma kwako au nitakuletea mimi mwenyewe. Okay. Sawa. Itakuwa poa sana kwa sababu utakuwa umenisaidia. Yaani pale nyumbani kodi imeisha, alafu stosha yule mwenye nyumba wangu ni mkali sana. Yaani hataki masiara kabisa na pesa yake. Usijali babe, kila kitu nafanya kwa ajili yako. Nitakusaidia. Okay. Priska. Mbona umekata simu nani huyu? Babe, hamna. Ni mtu tu anapenda kukunisumbua. Achana naye. Priska. Unanijua vizuri nadhani. Niambie huyo anopiga simu ni nani? Niamini babe, achana naye. Better. David ni nani? Mpenzi wangu, nimekutumia 300,000 katika akaunti yako. Tafadhali niambie kama imefika. Priska, huyu ndio baba yako ambaye unaniambia kwamba atakutumia pesa? Babe, mimi nataka uishi kwa furaha mpenzi wangu. Ndio maana naona nafanya yote haya. No, sorry. No, Priska. Yaani siamini. Priska, unanichiti mimi? Babe, mimi nafanya hivyo nikusaidie wewe. Najua una matatizo mengi. Nakuomba unielewe. Nafanya yote kwa ajili yako kipenzi changu. Diego, I'm sorry. Priska. Msaada gani? Sawa msaada, lakini sijakwambia kwamba uza utu wako kwa ajili yangu, Priska. Priska, naomba nielewe. Nisikilize vizuri sana, nadhani unanifahamu. Nikiondoka hapa, nikitoa mguu wangu katika hichi gari chako, please, sahau kabisa kwamba kuna mtu anaitwa Diego. Sahau. Nadhani umenielewa. Diego, nisikilize. Ni mimi Ibilisi mbele yako. Hii siyo ndoto wala mawazo. Hakuna yoyote anayeniona zaidi yako.
Vipi kuhusu kutimiza ndoto zako, mali na mamlaka katika ulimwengu huu? Utajiri na mamlaka katika huu ulimwengu? Ina maana ndo unaamka sasa hivi? Hapana. Nimeamka zamani tu. Sema nilikuwa nasikiliza habari za michezo. Sasa user niamke mapema naenda wapi kaka? Sawa. Ila leo mama ntilie wote hawajafungua vibanda vyao. Manispaa na sumbua hatari. Sasa sijui tunafanyaje. Ama tunapika? Kupika tena? Kupika sidhani. Yaani mimi sina hamu ya kula kabisa. Yaani kila nikimfikiria mwenye nyumba na kodi yake, yaani kichwa nahisi kama kuvurugika. Yaani kwani vipi kuhusu Priska? Priska? User nimekwambia mara ngapi kuhusiana na Priska? Nimekwambia sitaki kumsikia huyo mtu. Usimtajie, mwache na maisha yake. Vipi kuhusu utajiri na Iblisi? Wewe una tatizo gani wewe? Diego. Diego. Hola. User. Diego nimemuona, lakini hali yake kikweli sio nzuri sana. Labda unaweza kuniambia sababu nini kilichomsibu? Hata mimi mwenyewe sielewi pia. Sijui nikueleweshe vipi ili nielewe. Ila mara kwa mara anaambia kwamba kuna kiumbe cha ajabu kinamtokea. Ila mimi hii hainiingia akilini kabisa. Wakati jana tunaongea, hafla akapata mshtuko na kudondoka chini. Ndio nikamchukua nikampeleka ndani mpaka pale sasa unapomuona. Hali yake ile alionayo. Nakuelewa sana user. Hali hii kisayansi inaitwa msongo. Tena msongo wa mawazo. Yaani mtu anapokuwa na mawazo kwa muda mrefu sana hupelekea kuona vitu ambavyo kwa kutarajia kabisa kuviona. Mimi nikupe pole sana user. Nimeshapoa kaka. Ila naangalia zaidi hali yake itakapokuwa. Kama akizidiwa nimpeleke hospitali. Okay, sawa. Mimi naamini lolote litakalotokea tutaambizana kwa sababu sisi sote ni wamoja. Sawa kaka, nashukuru kwa msimamo wako. Sawa. Basi poa kaka, hamna noma. Okay, sawa, tuko pamoja. Asante sana kwa ushirikiano. Okay, sawa.
Pole sana Diego, hali yako inazidi kuwa mbaya kwa sasa. Tunapaswa kumuona daktari leo leo. Na hata sijui kitu gani ambacho kinanisumbua. Nahisi homa sio homa. Nahisi pumzi zinabana. Nahisi mwili wangu unakosa nguvu kabisa. Hii hali sio ya kawaida hata kidogo Diego. Tufanye juu chini leo tuende hospitali. Na mimi mfukoni sina hata kitu chochote kile. Ila leo Priska alinipigia simu na nikamueleza hali yako. Naye pia kanieleza matatizo yenu. Ila ameniambia kwamba atanipigia simu baadaye kidogo. Yuzar, yote ya nini hayo? Ilikuwa haina haja kumwambia Priska chochote kile. Ulikuwa umwache tu na maisha yake. Diego, hali yako kwa sasa unahitaji msaada mkubwa sana. Tufanye vyovyote leo tuende hospitali. Na kama unavyojua, mimi sina kitu chochote mfukoni. Hayo mengine tutaongea hata baadaye ukiwa fresh. Sawa. Hamna shida. Priska ananipigia. Vipi, utaweza kuongea naye? Basi wacha mimi nikaongea naye nje. Hello Shemu, habari yako? Nzuri. Ila maisha gani haya? Kila siku sisi tu. Ona sasa sina kazi. Naumwa nashindwa hata kujisaidia. Hivi huyu ambaye ananisumbua kila siku ni nani? Na kwa nini ananisumbua mimi? Ana shida gani kwangu mimi? hali ya Diego imezidi kuwa mbaya. Hivi ninavyokuambia, hawezi kunyanyuka hadi nimnyanyue. Leo tufanye juu chini, tumpeleke hospitali Shemu. Kwa sasa haina haja ya kulia tena, maana mwanga uko mbele yako. Mwanga? Unahitaji nini katika maisha yangu wewe? Sawa, basi nitumie chochote kitu angalau nimpelekee hospitali. Basi nitumie kwa namba hii. Nitakutumia jina. Sawa Shemu, nimekuelewa. Mimi sina shida na wewe, ila wewe ndio una shida na mimi. Umri wako umefikia muda wa kupewa mamlaka kwa kile chote ambacho ulichokulilia siku zote. Kwa sasa sio chaguo lako tena, bali unapaswa kusikiliza kile ambacho ninachoongea mimi. Unaweza kupona kuanzia sasa. Yuzar! Nimepona Yuzar. Umewezaje kusimama mwenyewe na hali yako unaumwa? Nimepona Yuzar. Unajua umekuwa mtu wa ajabu sana.
vitabu vilishandika kila muhuni atamoa muhuni mwenza, ila wahuni wakiwa wanajua kujiongeza, na hakuna mwanaume anapenda kumlea mtoto mwenzake, na hata kibidi kumoa basi mwanamke ambaye mwana heshima zake, uendekeza ujana tu. Dada bro, kutoma makeup, sura kama jini, una muda wa jiko, kuta upo online, kisha mbona solewi, kwani ina kasoro gani? Kisha kuchetuliwa huyo maji umoni. Diego, unajua mimi mauzauza yako mundani nimeshachoka. Vitu vyote ulivyonielezea jana mimi vimeingia huku vimetokea huku. Sijakuelewa hata kimoja. Ina maana haukunifahamu kabisa. Muda wote ule ambao nimetenga nikakuweka chini tukazungumza, unamaanisha hukunielewa? Nitakuelewa kitu gani kaka? Hali ya kuwa huyo mtu unamuona wewe tu, mimi simuoni. Isitoshe, mimi jana hapa nimekuacha unaumwa. Nimetoka nje, wakati narudi na kuona mzima wa afya. Ina maana siku hizi unaniigizia, si ndio? Yuzari, sina njia ya kukuonesha. Ni kweli mtu alikuja akaniambia pona na nikapona. Yote mimi nilishakueleza, lakini haya mambo sasa unielewi kivipi? Sasa nakwambia hivi, huyo jini sijui mdudu wako, nikimtia makuchani basi nitamwadabisha. Nitamwadabisha. Wallahi nakuapia. Karibu Shemu. Asante sana Shemu. Ila haina haja ya kupita ndani. Mimi nimekuja kukuona tu mara moja hapa. Ila natanguliza samahani sana, sababu leo siku ya 3 na sija kupigia simu kujulisha kitu chochote kile. Lakini pili, nikwambia asante sana, hela ilinifika, ila sikuifanyia tena lile jambo ambalo tumekuwa tumeongea nalo kwenye simu. Kivipi sasa? Kwa hiyo hukumpeleka tena hospitali? Sikumpeleka. Kama unakumbuka siku ile tuliongea na simu, nikakwambia Diego amebadilika, amekuwa mtu wa ajabu sana, simuelewi. Ana vitu vya ajabu ajabu vinamtokea mara na nini, simuelewi kabisa. Siku ile naongea nawe na simu nilitoka nje. Wakati narudi ndani namkuta mtu kasimama nje, yani mzima kabisa wa afya. Shemu, mbona sikuelewi? Mara anaumwa, mara mzima, kivipi sasa? Hata mimi sielewi pia, ila mara kwa mara ananiambia kwamba kuna vitu vya ajabu vinamtokea. Na hisi anasumbuliwa na ushirikina Diego. Shemu, sasa akaponaje bila kwenda hospitali? Hata mimi sielewi pia. Ila wacha mimi niende, mimi nimepita kidogo hapa kukuona na kukusalimia. Haya sawa, lakini nakuomba usiache kuniombea msamaha kwa Diego. Huenda hata kuumwa kwake sasa mimi ndo nachangia. Shemu, hilo sio la kuomba. Nitahakikisha mko sawa na mnasameheana. Password zake ninazo mimi yule. Haya sawa, karibu. Asante sana. Niingia ndani ila siku nyingine. Nitakuja siku nyingine inshallah. Haya, karibu. Poa. Diego. User, si dhahabu hizi? Ndiyo, ni dhahabu. Umezitoa wapi? Mimi wakati naingia nimezikuta kitandani. Nimekuita wewe ili ujoniambie zimezipata wapi. User, niambia ukweli, dhahabu umezitoa wapi? Diego, kama nilivyokuambia, mimi nimezikuta kitandani wakati mimi natoka kuoga. Nimekuita wewe ujonieleze.
Zimefikaje hapa? Utazikutaje hapa masenda tunakaa mimi na wewe tu? User umekuwa mwizi, si ndio? Niambie ukweli, dhahabu umetoa wapi tusirejeshe kwa wenyewe? Diego, mimi dhahabu nimezikuta hapa tu. User, sema ukweli, hizi dhahabu umeziiba wapi tusirejeshe? Unajua hii ni mali ya watu. Zimeenda wapi? Si zilikuwa hapa? User, kila siku nilikuwa nakwambia hapa tunapoishi kuna matatizo. Umeona sasa? Leo mbele yako mwenyewe umejionea. Dhahabu zilikuwepo hapo, umeziona hapo na zimeondoka. Kuna asilimia kubwa yule ambaye ananisumbua mimi ndio aloziweka na ndiye ambaye ameziondoa. Oya. Bora atakuleta mazoea sasa. Oya, nisikilize mwanangu. Wewe kama mbabe kweli, nitokezee mimi. Wewe si unajiamini? Popote ulipo. Kama unanisikia, kama unaniona. Hebu jitokeze kwangu, au mimi unaniogopa? Mimi sikuogopi sasa nakwambia. Jitokeze. User, unajua nakusikia? Hata kama ananisikia. Unafikiria mimi moga kama wewe? Hebu achana na mimi bwana. Jitokeze basi. Mbona mimi utokezei? Unaniogopa sio? Tofala tu hapa, zingua watu. Ningezichukua mimi zile afu yeye akabaki na maskini wake huko. Kuringishia mali zake sisi hapa nazichukua. Watu na njaa sana, au sio? Islam. Niambie. Kweli nimeamini uchawi upo. Mimi ya mambo ilikuwa sielewi kabisa, wala siamini. Lakini sasa nishaanza kuyaamini. User. Kwa ndo kwanza ujue leo. Hapa mtaani uchawi upo tangia enzi za mababu zetu. Kwani tatizo nini? Hakuna tatizo lolote, ila kuna mpuzi mmoja anacheza na akili zetu mule ndani. Lakini siku nijamtia mikononi mwangu, ama zake ama zetu, nitakufa naye. User. Mbona hapa mimi sijawahi kusikia shutuma za uchawi hata siku moja? Na kama itakuwa ni makubwa na yamekuzidi, basi nikupeleke kwa mjomba wangu. Yeye ni mganga mzuri sana. Islam, unanichekesha sana kaka. Ili jambo linahitaji mganga, mimi pekee inatosha. Huyu boya atakaponitokea basi mimi nitadili naye. Nikimtia makuchani basi ama zake ama zangu. Sawa kaka, ila kuna mambo mengine huwezi ukadili nayo kwa nguvu zako mzee. Na vile vile ujanja mwingi ndio ujinga wenyewe. Kaka, mimi sio mjinga. Mimi pekee inatosha. Nitapomgundua mzee wa mtu yoyote, basi nitakufa naye. Simuogopi mtu yoyote. Okay, sawa. Ila tambua, ziwa la Victoria ni ziwa, lakini mtoto kama hawezi kunyonya. Kama utahitaji msaada wa mjomba wangu, basi niko tayari kukusaidia. Mimi nakwenda. Sihitaji msaada wa mganga, nitadili naye mwenyewe. Okay, baadaye. Poa. Oya, hey. Diego. Diego. Nini?
Unasema nini kule? Mimi Diego. Kuna kauli yote utakayotoa mdomoni kati hizi, unatamani unione ni mimi Ibilisi. Bibi, una tatizo gani? Tatizo nini? Ndoto kaka. Ndoto? Mwenyewe. Odi. Sikiliza Odi. Mbona wako sawa? Nachelewa. Ehe. Sitaki shikamoo. Yeye mwanaliana tu ndani huko. Mna raha gani? Ndio kwa zamwanka. Saa 7 kwa saa 6:30 hii. Mwanaliana tu. Patazama. Soma. Sitaki shikamoo. Bwana mdogo. Muna miezi mingapi humu ndani hamjalipa kodi? Mzee wangu, sisi tuko na kutumia vile. Kalele! Mie napiga simu usiku mchana. Hamu nipokele simu yangu. Kwa nini? Afu mwasema mwanitumia. Mwanitumia nini? Samahani mzee. Naomba utupe muda kidogo sababu mambo yetu hayajakaa sawa. Niwape muda. Niwape muda. Muda gani? Tokea mwezi wa 9. Sawa? Sasa huu ni mwezi wa kwanza. Mwezi wa 9 nawadai kodi, mwezi wa kwanza huu nawadai kodi. Hamutaki lipa pesa zangu. Sasa nasema hivi. Nauka mnyapa. Kesho kutwa naja tena. Nikija tena hapa mawili, nikute pesa ama sijakuta pesa ni ukute vyombo vyenu mshatua nje pale. Nauka. Lakini mzee, Ni pesa. user. Nimetafuta muda mzuri nikae na wewe tuzungumze. Jana kuna jambo limetokea chumbani ila sijakuuliza. Tuanze na leo. Leo umeota ukuniambia ndoto yako inahusiana na nini? Je, unaweza kuniambia ndoto yako inahusiana na kitu gani? Kaka, ndoto na hii ndoto sio ndoto ya kawaida kabisa.
nimeota kuna kiumbe cha ajabu kimenitokea mbele yangu, na huku kikiniambia kwamba mimi ni Ibilisi. Sasa cha kushangaza kaka, huwezi kuamini, wallahi na hapa sauti yangu kila nikitaka kuongea, sauti yangu mimi haitoki. Na hapo ndipo nilipoanza kupata picha. Nimekuelewa. Hapo sasa nimekuelewa. Na siku ya jana chumbani ulikuwa unanionyesha kidole. Sikukuelewa kitu gani ambacho unanimaanishia. Kitu gani ambacho ulichokiona pale? Hapo ndipo nilipokuamini maneno yako. Nimekuona wewe ukitiririka damu katika mdomo, na huku ukiniambia Ibilisi, Ibilisi. Nimeshangaa sana. Basi natosha. Nimekufahamu. Yaani sasa namshukuru Mwenyezi Mungu. Siku zote nilikuwa natamani ile jambo wewe mwenyewe pia ulijue. Ilikuwa kwangu, sasa ipo kwako. Ipo haja ya kutafuta tiba Yuzari. Ili jambo mimi binafsi imenichosha. Sawa, tutafanya hivyo hivi punde. Hivi umemwona baba mwenye nyumba leo alivyokuja? Kila mtu leo kajua kwamba sisi tunadaiwa kodi. Aibu kaka. Aibu mtindo mmoja. Yaani kila mtu hapa mtaani anajua kwamba sisi tunadaiwa. Ila yote tisa, tufanye vyovyote ili jambo kwanza. Habari za baba mwenye nyumba tuweke pembeni. Tujadili kuhusiana na hili. Tunafanyaje kulitatua? Nimekumbuka. Yule jamaa na mjomba. Shemu, habari yako? Safi. Sasa Shemu, mimi nimekupigia simu ufike hapa. Mimi nina shida. Na kuhusu Diego, tayari nimeshamaliza, nimeshakusamehe kabisa. Shemu, unamaanisha? Yeah. Mimi si nilikwambia password zake yule nazijua mimi. Mungu wangu, yani sijete nikupe zawadi gani? Sasa Shemu, mimi nina shida shilingi 50,000 tu. Kwani matatizo yake yamemrejea tena Diego? Hapana. Hiyo 50,000 haihusiani na Diego kabisa. Kuna issue mbali naifanya, ila naamini ikitiki utafurahi sana shemeji yangu. Sawa Shemu, haina shida, usijali. Mimi hapa cash sina, ila promise na kutumia. Nitakutumia kwenye namba yako, usijali. Si ile? Sawa, nitakutumia, haina shida. Okay, hamna noma. Sawa. Nisubiri kwa muda gani labda? Mimi nakutumia tu hapa nikitoka tu hapa. Okay. Jina Murashid eh? Haya, haina shida. Okay, Shemu. Okay, hakuna zaidi? Hamna. Okay, poa. Haya, poa. Haya. Huyo Shemu. Islam, ujio unaoona hapa ni wa kwako. Nakumbuka siku ile ambayo tuliongea, uliniambia kwamba una mjomba wako ni kiboko wa wachawi. Si ndio? Nakumbuka vizuri sana Yuza. Na nilikwambia kuwa mambo mengine huwezi kuyatatua kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Ni kweli sijakataa kaka. Lakini kuna mambo fulani hivi yanatusokota sana na tumeshachoka. Tunahitaji msaada wako. Mimi nikombe jambo moja. Kama mjomba wako yupo na ni kweli kabisa naweza kutusaidia, basi tunakuomba. Na tunakuomba sana. Tumechoka na haya matatizo. Tunakuomba tusaidie. Naamini mjomba wangu anaweza kuwasaidia matatizo yenu na akaisha pasipo na mgogoro wa aina yote ule.
Nashukuru sana. Ina maana tunde sasa hivi. Tunaweza kuondoka muda huu. Sawa. Okay, sababu jambo tusilicheleweshe. Wapi huko? Huko bwana. Sasa dereva itabidi ni mimi, si ndo mwenyeji? Maana nikakuuliza hata Karibu. Marahaba, hujambo? Jambo. Wema huko? Kwema mjomba. Karibu mjomba. Karibu mpite. Salama sana. Karibuni. Karibuni. Habari zenu? salama. Samani mkuu. Sisi Staki! Msieleze chochote. Najua toka mtokako nimewaona. Kwa hiyo staki mnaambie chochote. Anayekusumbua nyinyi si shetani wala si mganga, bali ni baba wa mababa wote, na huyu ni Ibilisi. Sababu mimi mganga wangu siwezi kufika hata robo. Kwa hiyo basi siwezi, nataka mrudi mlikotoka. Samani sana mjomba, wametoka mbali sana, kwa hiyo wameniambia niwalete hapa ili uje wasaidie. Naomba wasaidie mjomba. Hii kazi mjomba ni ngumu. Mjomba. Naam mjomba. Nitawasaidia. Lakini sasa si kwa uganga wangu, bali nitawasaidia kwa kisomo. Nitawasaidia mjomba kwa kisomo. Lakini sio leo. Sio leo. Waje kesho asubuhi. Umenielewa? Kesho saa 12 mjomba. Wewe umeshafika hapa. Sawa. Naweza mkaondoka. Doka! Nenda bwana!
Shoga yangu we. Haya, kishajiri nini tena kijiji cha kishi matukio? Kipindi naenda kuokota kuni, si nimekukuta na kaka wawili handsome boy. Uwachi, umetuona wapi? Wakati si njiani hajakutana na mtu hata huyo mpaka tunafika nyumbani. Nye tena, Waswahili wanasema usiseme hujaniona, sema sijaona mtu. Haya, nilijua unaolewa. Acha basi. Naolewa, yule mmoja ni kakaangu na yule mwingine ni rafiki yake, wametoka wote mjini. Uache umbea Habiba, utasutwa. Shogangu we, basi nishakuwa wifi yako. Dakika 2 hizo, yaani umemwona leo tu nitaka uwe wifi yangu. Umpenda makaka maesa mwewe? Nye tena. Haya, sawa, ila unajua nini? Kuna kitu kipo hapa, nitakuhadisia muda ukifika. Si unaniamini? Sijali. Nayo wewe, kitu gani tena hicho? Si unaniamini? Basi subiri, nitakwambia tu ikifika muda. Haya, na ngoja. Si unaniamini? Usijali. Usijali. Diego. Hapa ndo nyumbani kwetu. Kabla kuondoka kijijini kwenda mjini, ilikuwa ni kibanda cha udongo tu. Lakini nashukuru leo narudi nakuta maendeleo makubwa sana nyumbani. Naona hata umeme umefika tayari. Lakini nimeumizwa sana na msiba babu yangu. Pia maneno ya kaka yamezidi kuniumiza. Mpaka nafikia kujutia kwa nini nimekimbia sana babu. Iza, kuna kitu nimejifunza kupitia kaka yako Diego. Yaani yeye alikuwa anatamani sana awe karibu na wewe, hata familia yako, babu yako, mzee Diego marehemu. Lakini haikuwa hivyo. Nilikuwa nataka kukuambia kwamba nilikuwa nataka nikuulize. Mtembea muda mwingi tu mchana ndio tufike hapa. Niliongea hilo, ila nafasi hii ndako niambie. Nini ni chachu sababu ilo kufanya uondoke hapa kijijini? Diego, babu yangu alikuwa ananipenda sana. Na siku moja nilimuelezea kuhusu maisha. Nikamwambia nataka kwenda mjini kutafuta maisha. Alinikatalia katu kuondoka karibu na yeye. Hapo ndo nilipochukua maamuzi ya mimi kuondoka nyumbani bila kuaga. Na nikashindwa kurudi kwa muda mrefu kwa sababu sikujua nianzie wapi kurudi nyumbani. Ni historia ya kusikitisha. Na wala sio jambo zuri ambalo mlifanya, ila ameshapita. Sawa, hayo yote yameshapita Yuza. Na nadhani ushatambua makosa yako. Na usije kujaribu tena kukaa mbali na familia yako, kwa sababu hapa ni nyumbani. Sawa? Na tulipopotea na mchana, ulienda wapi? Na ni nani ambaye akakuelekeza njia kuja nyumbani? Wakati tumepotea kazunguka njiani, nikakutana na mdogo wako huyo msichana alituandalia chakula hapa. Ndo akaniambia kwamba napotea sijui na nini, akanichukua na nikarudi naye nyumbani. Afuna bahati sana. Ila kuwa makini. Kijiji ni kizito sana. Sawa. Sawa. Hamna shida. Mimi nalo siku chagua sanga hapo.
Saa 6 tena hiyo. Tulale. Okay. Za suri. Nzuri, sijui na mwenzako zatoka jana. Salama tu. Vipi? User yuko wapi? User yuko wapi? Na mimi ndo kwanza kuamka na mimi ndo wa mwanzo kufungua mlango. Sasa naambia user yuko wapi? Sielewi. Naona nimeamka asubuhi simuoni kitandani na najiuliza kwamba kwa nini hakuniambia na atakuongea kwamba ataondoka leo. Sijui. Labda mwangalie chumbani kwa kaka, mara yupo. Inawezekana. Basi, sawa, mwangalie chumbani kwa kaka. Sasa kiongozi. Habari za asubuhi kaka. Nzuri. Haina haja ya kumtafuta user. User amepotea. Ila mimi Digo Gogo nitamrejesha hapa. User amepotea. Kikubwa cha kuzingatia ni wewe hauruhusiwi kutoka nje ya eneo hili mpaka nitapokuruhusu. Mbona sikuelewi? Kapotea kivipi na nilikuwa nimelala naye ndani usiku? Sina haja kujibu maswali mengi, hususan kwa wakati huu. Ila muda ukifika utanielewa. Tutaonana tena wakati mwingine. Ile mzibia sana pande wangu. Samahani, lakini naweza kuuliza kitu kama utojali? Yeah. Niulize chochote kile ambacho unahitaji kuniuliza. Sawa. Hivi unaweza kuniambia ni matatizo gani yanawasumbua hata mkafika mahali hapa? Si matatizo tu. Ni matatizo mengi sana. Ilifikia hatua tukawa hatuna raha kabisa. Mambo kama mazingaombwe, hiyo shetani. Naona bora tubadilishe mazingira kwa ajili ya kutafuta furaha. Maana huwezi kuendelea kuishi sehemu ambayo hauna furaha kabisa. Hivyo user akaniambia kwamba yupo ndugu zake ndio hapa ambapo jana tumekuja. Lakini
na jambo ambalo linanifanya niwe mnyonge sana. Jana juzi alilala ndani na hakuniambia kabisa kwamba atakuwa na safari aina yote leo. Sasa nyinyi mkiniambia kwamba kama kakako anaposema pale sika kapotea, hainiingia akili. Ila sawa, msijali, kakaangu ndo mtatuzi wa kila jambo hapa kijijini, atawasaidia. Na kuhusu Yuzar, atarudi tu, hata usijali. Sawa, hilo halina shida, lakini nipo na wasiwasi. Wasiwasi wa nini? Sawa, nishakwambia usijali, kaka atawasaidia tu na mtakuwa sawa. Sawa, hamna shida. Basi sawa. Dadangu anadhani sielewi kitu ambacho anachokifanya. Ila siku nitakayokuja kumkuta naye ndio siku ambayo nitakayokuja kuvunja ndugu wetu. Ila kwa sasa acha mvua inyeshe ili tuone wapi itakapovujia. Niweze kupatia ukawa na mimi. Nakupenda. Siwezi kuishi bila wewe. Ungenipa nafasi ya kuweza kuishi na wewe. Hivi wewe mwanaume, kwa hiyo wewe kunisimamisha kote ndio ulichonitia upumbavu huo? Hujaona wanawake wote kijijini mpaka ukaniona mimi? Hapana. Ila nakupenda ndio maana nafanya yote haya. Na ningekuwa sikupendi, basi singefikia hapa mpaka leo. Nilikuambia mapema, sikupendi, sikutaki. Sikukwambia wewe? Umeniambia Habiba. Sasa mbona unaletea mambo ya kipuuzi sana wewe? Nishakwambia sikutaki, sikupendi, usinisumbue. Shem. Vipi mzima? Mimi si shemeji yako, kwamba mimi najua vizuri kwamba nyinyi mapacha. Kwa hiyo sasa msizizue sana. Lakini mbona ni mimi ambaye kila siku nakuja hapa? Mimi kwamba mimi nafahamu vizuri sana. Na naelewa kwamba unatumia nafasi hiyo kwa kuchukua mpenzi wa mdogo wako. Kwani mimi unanionaje? Si uishi na mimi tu, tembea na mimi. Dunia
naona leo kwa huko. Alafu naona kama upo sawa. Kwani shida nini? Acha dadangu. Nimekuja hapa. Nimekuja kupata ushauri kwako. Kwa sababu siku hizi dadangu simuelewi kabisa. Umuelewi? Shida nini? Yani kabadilika sana siku hizi. Sio yule unamjua wewe. Na isitoshe kama kumchukua hadi bwana wangu. Bwana wako? Kivipi? Na anajua kama ule shemegi yake. Mimi mwenyewe nashinda kuelewa. Pole sana rafiki yangu. Sasa tunafanyaje? Bwana wako hilo anajua kama mpo mapacha? Kizani. Mapenzi yasiwagombanishe nyinyi wawili. Wewe na yule ni baba mmoja, mama mmoja, sawa? Relax shoga yangu. Mimi hapa najipanga kidogo, kesho tutoke tuanze kufanya kigodoro. Si unajua tena. Shoga yangu nikwambie, nimeamini ubora mfuko hutegemeana na mzigo. Dangote licha umaarufu wake hapa kijijini haishi kunililia. Leo nikipita sehemu, Habiba, nikipita njiani nikenda dukani, haishi kunililia kila siku. Ina maana hujaacha tu kumsumbua? Mbona Ngote ni kijana mpole tu. Mkubalie bwana. Shoga yangu sina malengo ya kuolewa hapa kijijini. Mie ndoto zangu za kuolewa mjini. Sina saba hizo vijana wa kijijini mimi siwataki, nataka ndio zangu nikaolewe mjini. Haya. Sawa. Uamuzi ni wako. Acha niwahi nyumbani, maana nimeacha maharage jikoni. Nawe shoga yangu, haya nenda, tutaonana siku nyingine. Samahani. Natumai nijui vizuri. Mimi naitwa Habiba. Ndio rafiki yake na Sheila. Oh, Sheila. Sheila mdogo wake Digogo. Ndio huyo. Di. Wewe Di wewe. Di. Udogo na matatizo gani huyo? Yaani anaondokaje mazingira yapo hivi? Mlango kaacha wazi. Unamaanisha nini sasa? Sheila. Kwapi mama? Diego, kuna nini? Niko nyuma huko na nikanguo. Hapo wapi kaka? Kaka hayupo. Enda wapi? Sijui alipoenda. Basi naomba mpigie simu haraka sana, na shida naye haraka sana. Kaka hana simu. Ila naweza nikamuita na akaja. Basi fanya hivyo. Kaka Digogo, popote ulipo na kuomba uje nyumbani. Kaka Digogo, popote ulipo na kuomba uje nyumbani. Kaka Digogo, popote ulipo na kuomba uje nyumbani. Hai mambo yake kama mtoto. Sijui ataacha dini ya mambo yake.
Wewe kijana, ulipokuwa naye alisema kuna mtu alimuona. Unaweza kuniambia alimuona mtu gani? Nani? Unaweza kunipeleka? Pana yote hapa? Wenyewe? Wenyewe? Habari za saizi? Jina langu naitwa Digo Gogo. Ukipenda niite Digo. Nadhani utakuwa unanifahamu. Ila mbona hauna uchawi wowote? Uchawi? Unamaanisha nini? Naomba unifuate. Haina haja ya kuogopa. Huyu ni binadamu wa kawaida. Hayupo kama unavyodhani. Kijana, unamjua Iblis? Iblis? Unamaanisha nini?
Kwenye maisha kuna nyakati nyingi sana ambazo mwanadamu zinamstahili kufika, ikiwemo furaha, huzuni, pamoja na kufariki. Naomba mikono yenu. Mimi, ni mimi. Ni mimi. Huyo sio wewe. Huyo ni Iblis. Kijana, kuna muda kujenga ukuta ngumu kuliko kuziba nyufa. Kuishi muda mrefu ngumu kuliko kufa. Ishi na maana. Ipo siku utakumbuka. Nahitaji nikupatie amana hii. Iwe ni silaha kwenye upande wa maisha yako. Ukishindwa kuitumia itakurudia, na hapo ndipo utakumbuka. Kijana, usiogope. Mimi niko hapa. Usiogope. Nyosha mkono.
kutumia kama silaha kufuata matakwa ninayoyataka. Ukiua muda ukifika utakwenda kuelewa suluhisho la tatizo. Jana nenda nyumbani. Nenda nyumbani. Mbona nakuja kwako lakini sikufika? Namkuta mdogo wako tu. Na hata ningekupigia simu ulikuwa upatikana. Ni kweli. Niliondoka kwenda Mwanza kwangu. Na hata hivyo simu yangu pia nilisahau nyumbani. Na sikuweza kurudi kwa sababu nilikuwa nimefika sehemu husika ambayo napaswa kufika. Kwa nikasema basi tu. Ila kwa vile nimesharudi basi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Hivi bangili ni nini? Na sijakuta na hapo kabisa. Hivi unaweza kuniambia ina kazi gani? Babe, ni kweli. Lakini usijali kuhusu hii bangili. Maana ni bangili ya kawaida. Na nimevaa kawaida sana, yani haina maana yoyote kwangu. Mimi naomba hivyo. Maana imekaa kimaajabu sana. Unamaanisha nini? Ndio sitaki kuona nayo. Naomba fanya kwa ajili yangu. Naomba niwe mbele. Kweli? Ndio. Sawa. Fanya hivyo kwa ajili yako. Sababu unajua ni jinsi gani ambavyo ninavyokupenda. Na nahitaji ifikie siku nikuona uko na huzuni ama umekasirika kwa ajili yangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Alafu leo unajua ni muda nimeondoka. Unaweza kuja nyumbani leo. Maana nimekumisi. Sawa. Naweza nikaja. Mimi niko kwa ajili yako. Nitafurahi sana. Ndio maana nakupenda. Nakupenda. Sawa. Mimi naona nifike hapa
Sawa. La, nakupenda sana. Nakupenda pia. Kwenye suruali. Wewe ni nani? Na unataka nini kutoka kwangu? Mbona umefanana na mimi? Mbona mimi? Sio mimi nimefanana na wewe, wewe ndio umefanana na mimi. Maana mimi nipo karne na karne kabla hujazaliwa. Wewe wanataka kufanya kama silaha au kuhusika na lolote, ila wanataka kukuingiza kwenye mamlaka yangu. Hawatofanikiwa. Kimya! Nimesema utoke kimya! Mnalia? Mnahuzunika, si ndio? Tusikilizane kwa makini. Tena tusikilizane kwa umakini. Kuanzia hivi sasa hataruhusiwa mwanakijiji yoyote kukatiza katika haya maeneo. Kuna vita kubwa sana ambayo tayari imeshatangazwa na inahitajika kuandaa mapambano ya kupambania amani ya kitongoji chetu. Munapaswa kutoa taarifa kwa wasiofika hapa. Itakapofika saa 1 kamili usiku, haruhusiwi mwana kitongoji yoyote kuzunguka katika maeneo yoyote kwenye kitongoji hichi. Waliofiwa pamoja na walioguswa na msiba huu waugue pole. Mfiwa na muhitaji ndani mara moja. Ugueni pole.
Cha kwanza mimi nikupe pole kwa machofu ya siku nzima. Maneno yangu anaweza kukupa wakati mgumu sana. Sana. Lakini kwa uchache una uwezo wa kunielewa. Yuzara hatutafanikiwa kumpata tena, kutokana na kile ambacho yeye mwenyewe ameamua kujichagulia. Yuzara, umekosea nini kwani? Yuzara amekosea vitu vingi sana. Ndio maana kikampata kilichompata. Amekwenda kama alivyokwenda mwenziwe. Labda nikwambie kitu kimoja. Katika hichi kitongoji kuna vitu vingi sana ambavyo mwanadamu wa kawaida hawezi kuvielewa. Diego, jina lako ni kubwa sana katika hii dunia, na ndio maana watu wengi sana wanakupigia vita kutokana na ukubwa wa jina lako. Digogogo ni babu yangu mimi. Ni mtetezi wa kijiji hichi. Alivyoondoka Digogogo ni karisi mimi. Ila Yuzara sio mrisi wa Digogogo. Mrisi wa Digogogo ni Diego. Diego? Diego nani? Ni Diego wewe. Mimi? Sasa kwa nini mimi? Mimi sipo kabisa katika ukoo wa Digogogo. Baba yako alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa ni mkubwa mno. Watu wengi walipendezeshwa na mali zake, magari ya kifahari na nyumba alikuwa akikaa na viwanja na vumiliki. Baba yako alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Digogogo. Ilikuwa kama ni mshauri na pia ni mtunza hazina wa maneno yake yenye kutia ujasiri na nguvu ya kupambana. Watu wengi sana walipata msaada kutokana na mali zake alizonazo, lakini mali zake alikuwa hakuzipata kwa kihalali, na ndio maana ikapelekea mpaka yeye kufariki. Baba, mbona kwa ni mtu wa mambo haya? Baba wangu alifika mali zake kuchukuliwa na serikali, utaifishwa kwa makosa ambayo aliwahi kuyafanya. Baba yako mali zake kuchukuliwa na serikali. Mali zake zimechukuliwa na waliyempatia. Baba yako alipewa masharti magumu sana ambaye kwa binadamu yoyote mwenye moyo wa huruma na utu hawezi kuyafanya. Baba yako aliambiwa kutoe wewe ama kosa utajiri wake pamoja na uhai, na ndio maana akalikubali yeye kufariki ili kichanga chake kipone. Uchawi ulikuwa umenawiri sana katika kathri la baba yako. Vitisho, manyanyaso, amani ikatoweka kabisa kwa sababu ya kupambania hitaji la moyo wako. Baba yako ni mtu safi sana ambaye hana roho ya kinyongo wala makasiriko. Muda wote ni mtu wa kutabasamu.
ila vitisho na manyanyaso pamoja na kukiuka masharti aliyopewa ndiyo yaliyotoa uhai wake. Diego, Ibilisi anakusumbua kwa sababu ya kukamilisha kile ambacho baba yako alichokiacha. Unapaswa na unastahili kurithi mali ambazo baba yako alizoziacha, na ndio maana Ibilisi anakuandama ili kukamilisha hitaji la Mungu. Nadhani utakuwa umenielewa. Sina muda wa kuongea mambo mengi sana. Kwa haya machache nadhani utakuwa. Kikubwa, hautakiwi kuonekana nje ya himaya hii bila ruhusa yangu. Ukikiuka masharti, utawafuata wenzio walipokwenda. Na imani utakuwa umenielewa. Uwe na usiku mwema kijana. Sawa. Ni saa 7 usiku. Ni saa 7 usiku hii. Mbona nimelala muda mrefu hivi? Toka mchana mpaka usiku. Nalalaje hivyo? Nini sasa? Hii sauti kama naijua. Islam. Islam. Shinda mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas, Muhammadun nas, Muhammadun nas, Muhammadun nas.